Ipo misitu inayovutia. Ipo misitu ambayo haipaswi kukanyagwa kabisa. Huko ndani ya nchi ndogo ya Guyana, mwaka 1978, kulitokea tukio ambalo lilibadilisha historia ya dunia milele. Watu zaidi ya 900, wakiwemo watoto, walikufa kwa wakati mmoja. Walikufa kwa amri ya mtu mmoja tu, mhubiri aliyeitwa jina la Jim Jones. Karibu kwenye simulizi hii ya kutisha, msitu ulioficha mauti makubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa duniani. Mwaka 1974, Jim Jones alikuwa maarufu nchini Marekani. Alikuwa mhubiri mwenye mvuto mkubwa, aliyejulikana kwa maneno yake matamu, mwenye upendo kwa maskini. Alijenga kanisa lake aliloliita People's Temple, akihaidi dunia ya amani, usawa na haki. Watu waliamini, walimuona kama mtakatifu, lakini kadri muda ulivyopita, Jones alianza kubadilika. Akaanza kudai kuwa yeye ni nabii wa mwisho na kuwa dunia ya nje imejaa maovu. Kisha akaamua kuondoka. Akachukua wafuasi wake zaidi ya 1000, wakaelekea msitu wa mbali unaoitwa Guyana. Alisema huko ndipo kutakapokuwa mbinguni na duniani, yani huko ndo wataenda kuishi maisha mazuri. Lengo lake lilikuwa ni kwenda kujenga mbingu katika huo msitu. Walipofika, walijenga vijiji vya mbao, mashamba na shule. Waliimba nyimbo za furaha kila jioni. Kila kitu kilionekana kizuri. Lakini baada ya miezi michache, Jonestown ikawa kama gereza lililofungwa kwa miti. Jim Jones akaanza kupiga mihadhara kila siku, akiwapa maneno ya hofu, akisema, kifo ni njia ya ukombozi, dunia ya nje itatuteketeza. Watu wakaamini, wakaishi wakihofia kuondoka. Wengine waliokataa walitoweka usiku na hawakuonekana tena. Yaani, huyu mtu ukimpinga hii hoja ya kwamba kifo ni njia ya ukombozi, yeye anakupoteza. Tarehe 18 Novemba 1978, mjumbe wa serikali ya Marekani alifika Jonestown kuchunguza madai ya mateso. Baada ya mahojiano machache, watu wachache walimfuata wakilia, tafadhali tusaidie, hatuwezi kuondoka hapa. Lakini waliporudi kwenye ndege, walishambuliwa na mjumbe akauawa hapo hapo. Jim Jones akajua mwisho wake umefika. Akasimama mbele ya kipaza sauti, akaita watu wake wote kwenye jukwaa kubwa katikati ya msitu. Wakati wa upepo ukipuliza kwa sauti ya huzuni, alisema kwa utulivu, watoto wangu, safari yetu imefika mwisho. Dunia haituelewi. Ni wakati wa kwenda mahali pasipo na mateso. Wale waliokuwa karibu wakaanza kuandaa juisi ya zabibu, lakini ndani yake kulikuwa na sumu kali ya cyanide. Watoto wakapewa kwanza, kisha wazazi, kisha wote wakafuata. Saa moja baadaye, Jonestown ikawa kimya. Miili 918 ililazwa chini, wengine wakiwa wamekumbatiana, wengine wakiwa bado wameshikilia vikombe. Ndege za juu zilipita, zikaona mandhari ya ajabu, maelfu ya miili kisambaa ardhini kama mahua mekundu yaliyonyauka. Na pale katikati, Jim Jones alipatikana amekufa, akiwa bado ameshikilia kipaza sauti chake. Leo hii msitu wa Jonestown bado upo, hakuna anayethubutu kuishi pale. Wenyeji wanasema usiku kuna nyimbo zinasikika mbali kama kwaya ya watu waliopotea, na wakati mwingine sauti ya mwanaume mmoja huimba kwa mbali, watoto wangu, safari haijaisha bado. Anarudia tena kwa kuimba, watoto wangu, safari haijaisha bado. Hii ndiyo ilikuwa Jonestown, msitu uliohifadhi miili zaidi ya watu 900 na siri ambayo dunia bado haijaweza kuielewa. Mpaka leo watafiti wanabishana kuhusu asili ya Jones. Wengine wanasema alikuwa mtu aliyeingiwa na nguvu za giza, yaani alikuwa kama mchawi wa kiroho aliyefanya makafara. Wengine wanasema alikuwa mgonjwa wa akili, aliyeamini anaongozwa na Mungu. Wengine wanaamini alikuwa mfano halisi wa jinsi imani ikizidi mipaka inaweza kubadilika na kuwa kifo. Mtazamo wa kiukweli. Watu wengi wanaona Jonestown kama onjo la giza lililo ndani ya mwanadamu. Si msitu tu, ni msitu wa mauti. Imani bila mipaka inaweza kugeuka kuwa silaha ya maangamizi. Leo hii jua linapozama katika misitu ya Guyana, kivuli cha historia ile bado kinatembea pale. Wanasema ukiingia sana ndani ya ule msitu, utaweza kuhisi hewa nzito na sauti ya mtu mmoja ikikuuliza kwa umbali, una imani ya kutosha? Upo tayari kufa kwa ajili yangu? Je, unatamani kwenda mbinguni?
Hayo ni maneno ambayo yanayopatikana katika msitu huo. Hakika msitu huu unatisha zaidi. Tahadhari, video hii haina lengo la kukebehi imani ama dini ya mtu yeyote, bali ipo kwa ajili ya kufundisha, kukumbushana baadhi ya matukio ambayo yaliyotokea katika dunia. Kama simulizi hii imekutikisa, imekusikitisha na imekusisimua zaidi, usisahau kushare, kusubscribe, kujiunga na mimi wiki ijayo kwa simulizi nyingine ya kweli lakini ya kutisha kuliko ndoto. Hii inaitwa The Story Vault kutoka Charlie Media. Asante.